Yes, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nami. Toka tulipoanza episode ya kwanza mpaka wakati huu. Mungu akubariki sana wewe ambao unaendelea kunitazama, na wewe ambao unaendelea kunifuatilia, na wewe ambao unaendelea kusubscribe. Kila unapoicheki basi unakuwa na unatamani kuwa wa kwanza kuendelea kutazama kile ambacho mimi nakuwa nakirusha kwenye TV yangu hii ya Bigger Brain TV. Yes, ambayo tumeweza kuianzisha kwa ajili ya kupeana nondo mbalimbali za kuweza kufikia kwenye lengo na au kusudio ambalo Mungu amekusudia wewe kuja kulifanya hapa duniani. Mungu akubariki sana, na niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami toka tulipoanza kwenye episode ya kwanza, na tuko kwenye utaratibu wa kupeana au kuyafahamu yale makundi 8 ambayo kwa mtazamo wangu nimeaona na nikasema nikuletee aina ya makundi ya wanadamu ambao wanaishi duniani pamoja na tabia zao. Na hii itakusaidia sana kama wewe ni mtu ambaye unatamani sana kuwa psychologist, mwana saikolojia. Ukiweza kuyajua makundi haya ya watu na tabia zao, itakusaidia kwamba hata siku moja unapozungumza na watu unajua unazungumza na mtu wa aina gani na umsaidie kufanya nini ili aweze kwenda kuachieve kulingana na aina ya kundi ambalo yuko, kulingana na jinsi ambavyo umekuwa ukiongea naye. Inasaidia sana kwa wewe ambao unataka kujifunza kuwa mwana saikolojia. Itakusaidia sana. Tulikuwa na kundi la kwanza ambao nilielezea awali, nikazungumzia watu wale ambao wanatumia akili yao kwa uwezo mkubwa. Akili yao kwa uwezo mkubwa, lakini wana imani iliyo thabiti, imani yenye ujasiri, yenye isiyoyumbishwa, lakini pia miili yao ni michangamfu, iko imara na haitamani kupumzika mpaka pale kusudio lao limeweza kukamilika. Hilo lilikuwa kundi la kwanza, lakini tukazungumza kundi la pili ambalo wanatumia uwezo wa akili kwa udogo kuliko ile kundi la kwanza. Lakini mioyo yao ni thabiti, isiyokubali kushindwa, lakini pia na miili yao haitamani kupumzika. Ni miili jasiri ambayo inatamani kutumika muda wote mpaka wameweza kutimiza kusudio lao. Hilo likawa ni kundi la pili. Lakini kundi la tatu tukazungumzia watu ambao wanatumia uwezo wa akili kwa udogo, lakini imani zao pia ni dhaifu, sio imani zao zenye uvumilivu, sio imani jasiri, lakini miili yao ni shupavu, ni changamfu kweli. Niliweza kuzungumzia, ukiweza kupita kwenye zile episode zangu zile kuanzia ile ya 3 mpaka ya 6, unaweza ukaiona hiyo. Leo tuna kundi lingine la 4 ambalo tunakwenda kulizungumzia, na hili ni kundi ambalo linazungumzia watu ambao wanatumia uwezo wao wa akili kwa udogo, lakini imani yao pia si thabiti, yani imani yao ni dhaifu. Hawana imani iliyo thabiti, na pia uwezo wao wa kimwili pia ni mchovu, yani wana miili ambayo ni legelege, sio miili ambayo inaweza ikasimama imara na kuweza kufanya au kufanikisha jambo ambalo wanalikusudia. Watu wenye akili ndogo au wanatumia uwezo wa akili kwa udogo, mioyo yao pia ni dhaifu, ni mioyo ambayo inaweza ikakata tamaa kwa haraka, lakini miili yao pia ni legelege, ni miili ambayo haipendi sana kufanya kazi za shughuli, inataka kazi ambazo ni laini. Na kwenye kundi hili kwa idadi kubwa sana tunawapata akina mama watu wazima pamoja na wazee. Wakina mama watu wazima pamoja na wazee ndio wako kwenye kundi hili. Vijana na mabinti ni wachache sana. Na nikizungumzia vijana na mabinti kwenye kundi hili utawapata wale ambao hawapendi sana kufanya kazi na hawapendi sana kuwaza mustakabali wao wa kesho, isipokuwa wanapenda kupata kile ambacho wanakiona mbele yao. Yani mawazo yao yanalenga sana kuiona kesho yao ikiwa njema, lakini sio kupanga maono ambayo yataweza kuwaweka kwenye maisha yaliyo mazuri hata uzeeni. Wao wanaangalia kile kilichopo karibu. Na kwenye kundi hili utakuta watu hawa, kama ni vijana au ni mabinti, basi unakuta ni watu ambao wakati wote wako very smart. Yani ni watu ambao ni nadhifu, ni wako safi, lakini ni watu ambao uoga wanatumia sana maumbo yao au sura zao kuweza kupata mafanikio yao. Yani kama ni binti anataka avae vizuri, apendeze, anukie, apite barabarani, akutane na mwanaume, amwambie bwana umependeza sana, twende tukaenjoy, ampe 10,000, 20, ampe hela kula na vitu kama hivyo, basi siku inakuwa imeweza kuisha. Yani kwamba wanatumia sana miili yao kwamba wafurahishe watu wengine. Yani wao wanapenda kutumika kwenye furaha za watu wengine, ndio mapato yao au mafanikio yao yaweze kutokea hapo. Hawapendi kabisa shughuli
za shuruba. Kama ni mvulana, basi unakuta yeye ni kwa ajili ya kujiweka tu sawa, awe smart na nini, awavutie mabinti wenye uwezo au akina mama wenye uwezo, basi akae pale alelewe, apewe hela kula na nini na vitu kama, yani ni watu ambao wanapenda wakati wote waonekane wamefanikiwa, lakini ndani ya nafsi zao wanajua kabisa kwamba hawajafanikiwa kwenye hiyo level ambayo, kwa ukimuona unaweza kusema huyu mtu maisha yake yako vizuri sana, lakini kumbe sio kweli. Ni namna ambavyo wamejiweka, wakiamini kwamba kujiweka kwao vizuri ndio watapata watu ambao tayari wameshatafuta, wameshatengeneza, wao watakuja kuzitumia kwa shughuli tu laini, either ya kimapenzi, kimahusiano na vitu kama hivyo basi. Kwa hiyo mabinti sana sana wako huko, lakini kwa watu wazima na wazee ni wale ambao unakuta sasa walishafanya kwenye ujana wao, walimaliza kwenye ujana wao, kwa wako kwa ajili ya kusubiri walelewe either na watoto wao na watu wengine, lakini ni watu ambao wanategemea sana binadamu wengine. Yani ni watu ambao kwenye maisha yao wanategemea sana kuhudumiwa na binadamu wengine kuliko kujihudumia wao wenyewe. Waga naamini hilo ndio kundi la watu ambao wanawaza kwa udogo akili yao na imani zao si thabiti. Yani ni watu ambao hawapendi kusema kwamba na invest hapa, na wekeza hapa, baada ya miaka 2-3 nitakuja kuvuna hichi. Hana uvumilivu huo, hawezi. Yeye anachotaka ni kwamba anataka kila anachokiona mbele yake akione, akitumie, kesho itajijua yenyewe, maisha yataendelea hivyo. Na hawataki kazi nzito, kazi za kusema utumia akili nyingi sana kuweza kupata hela. Anataka tu akili kidogo, ufundi kidogo, basi umepata hela, unaondoka. Kwa hiyo ni watu ambao wanapenda sana kudeka, ni watu ambao wanapenda sana ufahari, ni watu ambao wanapenda sana kutumikiwa. Hiyo ndio tabia ya watu wana hii. Ni watu ambao wanapenda sana kudeka, wanapenda sana kutumikiwa, na wanapenda sana ufahari. Hali kadhalika kwa watu ambao wamezaliwa kwenye maisha ambayo tayari wamezikuta mali, yani na hapa nazungumzia wale watoto wa matajiri, na uoga wako kwenye kundi hili pia. Ni watu ambao wanaamini kwamba wazazi wao wameshachuma, wameshatengeneza, kwa kazi yao wanatakiwa watumie tu wale na kutumia, na maisha yaendelee kwa hivyo, bila kujua kabisa kwamba utajiri au mali bila kuwa na ubunifu wa kuweza kuiendeleza yenyewe waga inabuni namna kutoka kwenye mikono yako. Na ndio maana unakuta matajiri wengi wakishafariki na zile mali zao zinaondoka, kwa sababu walioacha pale waliamini kwamba maisha yameshatengenezwa, wao kazi yao ni kutumia. Kwa hawezi na hawana akili ya kuweza kubuni namna ya kuweza kuziendeleza na zikaendelea kwa za kwao muda wote. Sasa mara nyingi watu hao wanakuwaga na lawama nyingi sana kwa watu, na uwaga wanaamini hawafanyagi makosa, isipokuwa makosa ambayo yanatokea kwa upande wao huwaga yanasababishwa na wale ambao walikuwa wanawategemea. Yani wanaamini wale wanawategemea ndio walioangusha, vinginevyo makosa yasingetokea. Kwa hiyo wanakuwaga na lawama nyingi sana, hususan kwa watu wale ambao wanakuwa wanawategemea. Kwa maana hiyo basi ni watu ambao wana hasira na dharau, yani kwamba usipokuwa kwenye mlolongo wao, usipowadekeza, yani ile kuwatumikia, kuwadekeza, kuwasifia wakati wote, ni watu ambao wanakuona kama wewe ni adui, wanakuona kama ni mchawi wao. Yani wanatamani watu ambao kila wakati watawasifia, kila wakati watawaona ni watu wazuri, kila wakati watawasemea mazuri. Hicho ndio kitu ambacho wanakuwa wanakitamani sana. Lakini ukiwasemea vibaya au ukawakosoa kwenye kile ambacho wanakifanya, mara nyingi wao hawajui kutranslate, yani hawajui kutofautisha kati ya kurekebishwa na kusutwa. Wao wanaamini unapomrekebisha au kumkosoa kwa jambo lolote ni umemsuta na umemtakia mabaya. Kwa hiyo ni watu ambao huaga wana chuki, yani wana hasira sana za karibu. Yani hawajui kukalkulate hiyo. Yani wao wanachojua ni kusifiwa tu na kuambiwa mazuri, lakini sio kuambiwa mabaya. Hilo ndio kundi la watu wa namna hii. Lakini pia ni watu ambao wana upendo sana, wana upendo wa kweli pale ambapo anapata mtu ambaye anakubaliana na kile ambacho anakifanya. Yani akipata, kama ni binti amepata mwanaume ambaye anamkidhi mahitaji yake, kazi yake ni kukaa na kula, atampenda kwa dhati, wala hatakuwa na shida. Lakini pia hata mwanaume pia. Lakini ni watu ambao hawapendi kurekebishwa, yani ukimrekebisha kwake unakuwa umemkosoa. Hali kadhalika kwa watu wazima pia, kina wamama watu wazima kama ambao nilikuwa nimewaelezea, na wazee ni watu ambao wanapenda sana kunyenyekewa
na kuonyeshwa kwamba wako sawa kwa kila jambo. Ukiwaonyesha wako sawa, kwa wao wanahesabu ni mchawi, unachuki nao na wanakuchukia na kukasirikia wakati wote. Hilo ndio kundi ambalo nimejaribu kukuletea leo, siku ya leo. Sasa mimi nikushauri tu, kama wewe ni binti au ni kijana au ni baba au ni mama, hili kundi na kushauri utoke, sio kundi lako. Hili kundi ni kundi la wazee tu ndio ambao wanaweza kukaa kwenye kundi hili na wakafiti vizuri. Lakini kama wewe ni baba mtu mzima, bado unahitaji maisha ya kudekezwa, maisha ya kupewa, maisha ya kufanya kitu laini au kitu rahisi upate hela nyingi, hili sio kundi lako. Wewe mama ambaye ni tegemezi, wakati wote unataka tu uachie laana watoto, vijana, kwa sababu umri wako labda unaona kabla umeshakuwa mtu mzima, una watoto wakubwa, unataka wakuhudumie, unatafuta hata laana zingine kwa Mungu. Hili sio kundi lako. Toka, rudi kwenye kundi ambalo la watu wenye akili kubwa, wenye uwezo, imani thabiti ya kuweza kufanya investment zao na kuweza kuyaona maono yao ya baadaye, lakini mwili ambao sio kuchoka. Pia kama ni binti, ni mvulana, ni kijana, pia toka kwenye kundi hili. Hili sio kundi lako. Na nimeona kwenye kundi hili niweze kushauri uweze kutoka huko, kwa sababu si kundi zuri sana. Kimaumbile pia watu wa aina hii huaga ni watu ambao wanashambuliwa sana na maradhi. Wakati mwingi sana wako sawa. Yaani wakati mwingi atakwambia mara kichwa kinauma, mara tumbo, mara sijui nini. Yaani ni kwamba ni watu ambao wanashambuliwa sana na maradhi. Na hii inatokana na nini? Ni kwamba Mungu ametuwekea hii miili kwa ajili ya kutengeneza hii dunia. Yaani tuitumie hii miili kwa ajili ya kutengeneza maisha yetu na dunia hii iweze kwenda kukaa sawa. Unapokuwa wakati wote huna cha kufanya, mwili umerelax wakati wote, maana yake ni mwili unatengeneza uchovu. Ule uchovu ndio ambao unaweza kuleta madhara mengine ndani ya mwili usiweze kufanya. Kumbuka, unapokuwa unachangamka wakati wote, unafanya kazi wakati wote, mwili wako uko active wakati wote, uweze kupata madhara au uweze kupata vitu ambavyo vitakufanya mwili wako ujisikie vibaya, kwa sababu damu inachemka, nyama zinafanya kazi na mifupa inachanganya, uweze kunana. Sasa watu wa namna hii ni watu ambao mifupa imelala, nyama zimelala, damu imelala wakati wote. Kwa hiyo kushambuliwa na maradhi wakati wote ni rahisi sana kuweza kuingia na kuweza kumshambulia. Hilo ndio kundi ambalo nimekuletea siku ya leo. Mungu akubariki sana. Tukutane tena kwenye episode inayofuata. Bye bye.